ihdina siratal mustaqim alasiri, na kila swala kama ni raka 4 umemwambia Mwenyezi Mungu katika swala moja ihdina siratal mustaqim, umemwambia mara 4. Kama ni maghrib raka 3 umemwambia Mwenyezi Mungu ihdina siratal mustaqima mara 3, kwa sababu kila rakaa tusoma surati al-Fatiha, na huja isoma Fatiha kama hujasema ihdina siratal mustaqim. Kuna watu wamuomba Mungu waongoze, lakini kwa bahati mbaya hawaongoki. Wanatuambia yanayowazuia wasiongoke, wasiupate uongofu ni mengi, lakini katika hayo kuna matatu makuu, ambao haya matatu ndiyo yanayozuia katika uongofu. Hata kama mtu yuamuomba Mwenyezi Mungu, bado uongofu hataupata madhali mambo haya matatu yeye ameshikana nayo. Jambo la kwanza katika hayo wanasema ni dhu'ful ma'rifati billahi wa bidinihi, uchache wa kumjua Mwenyezi Mungu na kuijua dini ya Uislamu. Yani mtu amjua Mungu kidogo, aujua Uislamu kidogo, yani kila kitu chake ni kidogo kidogo, na hakuna hatari kama kitu kidogo. Yani elimu ndogo ndio hatari kuliko mtu ambaye hajui kabisa. Mtu kama hajui, ukimuuliza moja kwa moja atakwambia bwana mimi sijui. Lakini yule ajue kidogo hatokubali kukwambia sijui, atataka kukuthibitishia kwamba yajua na ilhali hajui. Wewe angalia, mimi nimuone mtu ameshika waya hizi za umeme, unganisha, sijui kama mambo ya umeme mimi. Nikamuuliza hii vipi, akanambia hii sijui ni neutral, na hii ni akanambia sijui ni earth, sijui kitu gani. Ona hii na hii ukifanya hivi taa ile pale ya waka. Nikashika kwamba ukifanya hii na hii za waka. Nimejua kitu kidogo ama nimejua mambo mengi? Kitu kidogo tu nilichokijua ukilinganisha na elimu ya mambo haya, wewe umejua kitu kidogo. Nikawa najaribu nikishikanisha za waka kweli. Ghafla siku ya pili nionekane nimevaa vile viatu vya watu wa power wale, napanda kwenye gogo la stima, nenda kwenye transformer. Naenda wapi kama siendi kwenye mauti? Naenda wapi? Ukiulizwa Ustadh Muhsin unaenda wapi? Naenda kurekebisha pale, na mimi nina elimu, najua kuhusu ardhi. Na wewe hebu shuka, wenda kufa. Hiyo elimu chache ndio iuayo. Na ndio wakawa na ile maneno hutuambia ibtilaukum bimajnunin khairum min ibtilaikum binisfi aqib. Ni bora muishi na mwenda wazimu kuliko muishi na mtu mwenye akili nusu. Yani zaingia zikitoka. Nani mwenye nafuu? Afadhali mwenda wazimu kabisa, tukaa naye tujua huyu mwenda wazimu, tujitahadhari naye, kuliko yule mwenye zaingia zikitoka, nusu akili nusu hakuna. Tutaketi tukidhania saa hii akili ziko, kumbe haziko, atuharibie kila kitu hapa msikitini. Afadhali yule ambaye mwendazimu kabisa. Na ndio maana wakasema ni afadhali yule ambaye hajui kabisa kuliko mtu yamjua Mungu kidogo na yuaijua dini kidogo. Huyu ndio hatari zaidi kuliko yule ambaye hajui kabisa. Kila kiulizo tumesoma sisi pia bana. Umesoma nini wewe? Sisi pia tunajua bana, najua kuhusu masuala ya dini, huwezi niambia kitu. Mimi pia nilikuwa na madrasa. Ulifika wapi madrasa huko? Basi tu kwa sababu ajua kusoma Qur'an, kwa sababu ajua afdalus sadaqati saqyul ma'i, ajua hadithi 3-4, mdomo mrefu kweli kweli. Hii ndiyo hatari moja ya mtu kuukosa uongofu, kujua kidogo. Dha'ful ma'rifati ama dhu'ful ma'rifati billahi wa bidinihi, kumsoma Mungu kidogo. Na wala siko ubaya, lakini lau tujichunguza, hata sisi tutajipata bado Mwenyezi Mungu twamjua kidogo. Na kitu chochote unachokijua kidogo hauwezi kukithamini kama kile kitu ambacho wakijua sawa sawa. Saa hii mchukue mtoto mdogo mpe noti ya 1000, haijui kamwe, ataitupa pale nje. Nipe mimi,
kwa sababu mimi naijua ile thamani yake. Ule mtoto hajui lolote, hata akaishika hivi njiani aipeperusha, kwa sababu haujui uzito wake. Na yoyote asiyemjua Mwenyezi Mungu kisawasawa yuko katika hatari ya kukosa uongofu, kwa sababu ili uongoke ni kwanza uwe wamjua Mola wako. Kwa hiyo moja katika sababu za mtu kuikosa hidayah ni uchache wa kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hili lina nukta kadha wa kadha, lakini sitaki nilisimamie sana kwa sababu wakati naona tayari ushamalizika. Jambo la pili katika mambo ambayo yanasababisha mtu akose kuongoka, aikose alhidayah allati ta'ti min Allah Ta'ala, mtu akose kuongoka, wanatuambia ni alkibru walhasadu, kiburi na hasad. Mtu akishaweka kile kiburi kwenye moyo hawezi kuongoka. Ikawa mtu yaitakidi kwamba mimi kuambiwa nakubali, sikatai kuambiwa, kinambia nitakubali, lakini si wewe wa kunambia. Hicho ndo kiburi chenyewe. Kurekebishwa mimi niko tayari, ukinirekebisha na rekebishika, lakini na wewe ikiwa nitarekebishwa na mwingine nitakubali, lakini wewe siwezi kukubali. Tena hasa ile kibru ipelekee katika ile taassub al-a'ma, mtu iwe amekuwa kama kipofu namna hii kwa kile kiburi chake ndani ya moyo. Bwana mmoja anasema alikutana na Abu Jahal. Sema nikamwambia Abu Jahal, leo tuko mimi na wewe, hebu niambie ukweli, Muhammad ni mtumi ama si mtume? Ni mtume wa kweli si mtume wa kweli? Abu Jahal akamwambia yule bwana, kwa kuwa umeniambia nikwambie ukweli, nitakwambia ukweli. Muhammad ni mtume wa Mungu kweli. Yule bwana akamuuliza, mbona basi humwamini? Akamwambia, kwa sababu zamani tulikuwa tukishindana sisi na Banu Hashim. Tasabaqna nahnu wa Banu Hashim fi sharaf, nani mtukufu kati yenu nyinyi na sisi? Wao Bani Hashim wakifanya jambo na sisi twafanya kama lile au zaidi. Wakiandaa wageni na sisi tuandaa wageni. Wakilisha maskini twalisha maskini. Wakichimba visima twachimba visima. Asema tukashindana sana kwa muda mrefu, hawatushindi. Asema hatta idha kunna kafara sayri hanin, paka tulipofika mahali kama wale mafarasi wawili wataka kutai pamoja, wote wawe number 1. Ghafla Banu Hashim wakasema, minna nabiyun, sisi hivi sasa kwetu kuna mtume. Nyinyi si mashindana na sisi, kwetu kuna mtume. Sasa sisi asema famata nudrikuha, sisi lini tutaupata huo utume? Mata nudriku nubuwa, lini sisi tutaweza kuproduce mtume kwetu? Tumeshindana nao muda mrefu, wametoa mtume, sisi tuweza wapi kutoa mtume? Akasema wallahi la nu'minu bihi, wallahi la nu'minu bihi, wallahi la nu'minu bihi. Kwa kuwa tu walikishindana, Muhammad ni mtume kweli, lakini tukimwamini tunashindwa. Kwa hiyo kuliko kuonekana tumeshindwa, hatumwamini. Al-kibr. Ndio mtume akatuambia batrul haqi wa ghamtun nas, kukataa ukweli na kudharau watu ndio kibri. Jamaa wasema yule bwana mmoja na mwenzake watembea katika jangwa. Mbali kule wakaona kitu cheusi. Yule mmoja akamwambia mwenzake, kunguru yule. Yule akamwambia mbuzi. Yule akamwambia la, yule ni kunguru. Mbuzi jangwani hapa peke yake atoke wapi? Yule ni kunguru. Yule akamwambia la, ni mbuzi. Tusizozani, twende paka pale karibu, si tutaona. Akiruka mimi ndo nimepata kunguru, akikimbia ni mbuzi. Wakaenda mpaka wakifika karibu wakaruka. Yule akamwambia mwenzake, hata kama ameruka mbuzi. Yule akamwambia ameruka. Akamwambia kwani wewe hujui kwamba kuna baadhi ya mbuzi huruka? Hata kama ameruka, wako mbuzi warukao. Waikataa haki kweupe kwa dalili zote, lakini mtu hataki. Al-kibru humnyima mtu ule uongofu akaukosa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, nimalize nukta ya mwisho katika mambo ambayo yazuilia hidayah. Wanatuambia ni al-aadatu
wal mansha, ni mtu kutanguliza mazoea yake kuliko haki ilomjia. Yani ameiona haki lakini mwenyewe ana mazoea yake. Mwenyewe mazoea yake ala sabili almathal ni kutengeneza kufuga manywele kwenye kichwa chake ama marasta, na ameona kwamba hili jambo si zuri lakini nimezoea. Kwa hiyo kuliko niondoe mazoea yangu nende nikakate, ni bora nibakie vile vile, hata kama nitakuwa zanizuia kuswali, zanizuia kadhaa, zanizuia tahara, lakini bora nichunge mazoea yangu kuliko watu wanione mimi nimebadilika. Mazoea huweza kumkosesha mtu uongofu. Kuna watu wamezoea kutembea na vinguo vya kukatakata humo, visuruali vifupi nini, siku hiyo aonekane ghafla ametia kanzu, ametia kofia, kilemba, watu wataniona vipi mimi? Leo mimi mzima nimekuwa nimevaa hivi? Hapana, mazoea yangu mimi ni kuonekana hivi, bora nibaki hivi. Mazoea yakamfanya mtu akaukosa uongofu kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, niliambiwa kwamba nikome kabla ya hapa, lakini naona wakati nimeutafuna kidogo, lakini tusiache kusema Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Mwenyezi Mungu azidi kutuongoza, Mwenyezi Mungu azidi kutubakisha katika dini yetu ya Uislamu, Mwenyezi Mungu azidi kutujalia tupende mambo yake, azidi kutujalia tupatikane katika majumba yake, tukipende kitabu chake, tumpende mtumi wake, lakini pia siku tuondoka Mwenyezi Mungu asitunyime kalima ya tauhid, atujalie tutamke la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.